Naam, mtu mmoja aliwahi kusikika akiuliza kwamba nini maana ya andiko lililoandikwa kwenye kitabu cha Luka 21 na ule mstari wa 32. Andiko ambalo linasema kwamba kizazi hiki hakitapita hata haya yote yatimie. Na hili limekuwa ni andiko ambalo limekuwa likitumiwa vibaya na watu wenye makusudi mabaya kwa ajili ya kudhoofisha Ukristo, kwa ajili ya kudhoofisha watu wasio na uelewa juu ya Biblia, kwa ajili ya kudhoofisha imani za watu wasio na uelewa juu ya maandiko. Kwa wamekuwa wakinukuu wakisema kwamba Yesu wenu ni mwongo, alisema kwamba kizazi hiki hakitapita hata haya yote yatimie. Lakini mbona sasa ni vizazi vingi vimepita, hakuna kinachoendelea, ni kimya mpaka leo. Kwa hiyo Biblia ni ya uongo, Yesu ni muongo, hakuna cha maana kinachoendelea. Kwa inajikuta sasa mwisho wa siku watu walio dhaifu kiimani naamua kuachana na imani kwa sababu ya maneno kama hayo. Lakini kiuhalisia mimi niseme kwamba kwanza andiko lenyewe hilo linalosema kwamba kizazi hiki hakitapita hata haya yote yatimie, utalikuta limeandikwa katika maeneo makuu matatu tu. Narudia tena, hilo andiko utalikuta limeandikwa katika maeneo makuu matatu tu. Yaani kitabu cha Mathayo sura ya 24 na mstari wa 34, kitabu cha Marko 13 na ule mstari wa 30. Utalikuta pia limeandikwa katika kitabu cha Luka 21 na ule mstari wa 32. Na kabla hujataka kuelewa maana ya andiko, ni vyema sana ukarudi nyuma maelezo ya mwanzoni kabla ya andiko lenyewe husika. Rudi nyuma hata kwenye usome haya nzima, utapata picha halisi ya nini kilichokuwa kinazungumziwa katika maeneo haya matatu niliyokutajia, yani Marko, Mathayo na Luka. Ni maeneo pekee ambayo Yesu alisikika akitoa fafanuzi juu ya dhiki kuu. Yani ni maeneo ambayo yamezungumzia sana kwa habari ya dhiki kuu. Kwa hiyo Yesu alisema kwamba kizazi hiki hakitapita hata haya yote yatimie, akiwa na maana ya kwamba baada ya chukizo la uharibifu kusimama mahala patakatifu, kizazi husika cha wakati ule hakitapita hata hayo yote aliyoyazungumza yatimie. Narudia tena kwamba hilo andiko liliandikwa likiwa na maana ya kwamba baada ya mpinga Kristo kusimama kama mtawala wa dunia yote, baada ya mpinga Kristo kusimama kama Mungu wa dunia hii, kizazi cha wakati huo hakitapita. Hakitapita kwa maana gani? Hakitapita kwa sababu hapo ndipo itakuwa mwisho wa dunia. Hapo ndipo Yesu atashuka na kuuvuna ulimwengu, kwa maana ya kwamba yeye anasema ni Mungu mwenye wivu, hakuna mwanadamu anayeweza kukaa kwenye nafasi yake. Kwa hiyo itakapotokea kwamba kuna chukizo la uharibifu, kuna mwanadamu anayejiita Mungu na kutawala dunia yote, hapo ndipo Yesu atakapokuja kuuvuna ulimwengu. Kwa lugha nyingine sasa ndo akasema kwamba baada ya chukizo la uharibifu kusimama, kizazi hiki hakitapita, kwa maana kizazi husika cha wakati huo hakitapita, kwa maana ndio itakuwa ni kizazi cha mwisho hicho. Kwa hiyo ikitokea mpinga Kristo akasimama leo hii kwenye kizazi chetu, manake ndipo itakuwa kizazi chetu cha mwisho. Hakutakuwepo na kizazi kingine, kwa sababu ndipo Yesu atakapokuja duniani na kuuvuna ulimwengu, kwa sababu tayari kumesha kuwepo na kitu ambacho ni kinyume na taratibu za kimungu, kinyume na sheria zake. Manake kuna Mungu aliyejiinua kinyume na Mungu aliyeumba mbingu na nchi. Hapo ndipo itakuwa mwisho wa kizazi. Kwa manake kama ni wakati huu mpinga Kristo atasimama, ndo itakuwa mwisho wa kizazi hiki. Manake kizazi cha kwetu kitakuwa ndo kizazi cha mwisho. Hakuna kizazi kingine ambacho kitaendelea huku mbele. Na historia inaonyesha kwamba yako majaribio mengi yaliyowahi kufanywa toka nyuma ya kutaka kusimamisha mfalme mmoja atakayetawala dunia nzima. Ikumbuke kwamba ziko serikali za aina 4 ambazo zamani zile, hata kabla Yesu hajajidhihirisha katika mwili duniani hapa, ziko serikali zilizowahi kufanya majaribio ya hapa na pale kutaka kuifanya dunia itawaliwe na mfalme wa aina moja. Iko serikali ya Babeli ambayo ilifanya majaribio hayo,
Mwisho wa siku ilikuja kupinduliwa na Uajemi. Uajemi naye akafanya jitihada hizo, lakini mwisho wa siku alikuja kupinduliwa na Ugiriki. Ugiriki akafanya jitihada hizo, mwisho wa siku alikuja kupinduliwa na Warumi. Kwa maana yake ni serikali 4 zilizowahi kufanya majaribio ya kutaka kusimamisha mfalme mmoja atakayetawala dunia yote. Na kitu hicho utakuja kugundua kwamba Danieli alionyeshwa katika maono. Alionyeshwa kwa mfumo wa wanyama. Wale wanyama walikuwa wanawakilisha ufalme au tawala. Utaona kwamba kuna mnyama wa kwanza aliyekuwa mfano wa simba, kuna mnyama mwingine alikuja kuinuka mfano wa dubu, kuna mnyama mwingine alikuja kuinuka mfano wa chui, na mnyama mwingine wa mwisho alikuja kuinuka ambaye maandiko yanasema kwamba alikuwa na umbo lenye kutisha, alikuwa ni mnyama wa kutisha na ni ufalme wa Warumi. Kwa hiyo ni majaribio ambao walifanya wanadamu kutaka kumfanya mfalme mmoja mwenye kutawala dunia yote. Lile jiwe ambalo lilikuja likaipiga sanamu ambayo Nebukadneza aliona katika ndoto, lile jiwe lilokuja kuipiga ile sanamu likaivunja vipande vipande, manake ulikuwa ni utawala wa Yesu mwenyewe. Manake zile tawala zote baada ya kupita, kwa sababu nimekuambia kwamba Babeli alipinduliwa na Uajemi, Uajemi kapinduliwa na Ugiriki, Ugiriki akapinduliwa na Warumi. Mrumi alipinduliwa na nani? Mrumi alipinduliwa na hili jiwe ambalo ni Yesu mwenyewe. Utawala wa Kirumi ulidhoofishwa na injili ya Yesu baada ya habari ya Yesu kuenea dunia nzima. Hapo ndipo utawala wa Warumi ulipozoofika. Na maandiko yameahidi kwamba zipo nyakati ambazo mpinga Kristo atakuja kusimama tena kwa majaribio ya kutaka kuitawala dunia nzima, awe mfalme mmoja mwenye kutoa mwongozo na dunia yote ikaitika. Sasa manake baada sasa ya mpinga Kristo huyo kuja kusimama kwa mara nyingine, baada yale majaribio ya mwanzoni kufeli, atakapokuja kusimama kwa awamu nyingine, ndo maandiko yananukuliwa sasa na kuja kusema kwamba kizazi hiki hakitapita hata haya yote yatimie.